Bila kukawia tutasoma katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 14 mstari wake wa 13 mpaka 15. Tunasoma Kutoka sura 14 mstari wake wa 13. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. 14. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unalilia mimi? Waambie wana wa Israeli waende mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jioni ya leo tutazungumza somo ambayo inasema, alama gani ambayo itaonesha kama uko katika uwepo wa Mungu? Alama gani itakuonesha kama uko katika uwepo wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Utaelewa kwamba Mungu ambaye tunayemwamini, Mungu ambaye tunayemuomba kila siku, ni Mungu ambaye anakuwa na alama. Ni Mungu ambaye anatembea na alama nyingi katika Wakristo wake. Na katika hizo alama zinaonesha kama Mungu yuko pamoja na wewe. Kama unaweza kuwa hauna alama zozote katika maisha yako, hapo utajua ya kwamba mimi niko pamoja na Mungu wala sina pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye tunayemwabudu, Mungu ambaye tunayemtambua, Mungu ambaye tunayemjua ni Mungu ambaye anatembea na alama. Bwana Yesu apewe sifa. Bila kugawia tutazungumza alama ya kwanza ambayo watu wa Mungu, ambao Mungu wa mbinguni anatembea naye. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu cha kwanza ambapo tutajifunza, alama ya kwanza ambayo Mungu anatembea nayo ni maisha ya utakaso. Andika vizuri, ni maisha ya utakaso. Utakaso ni mojawapo ya alama ambazo zinazoonesha kama Mungu yuko na wewe. Utajua ya kwamba mtu ambaye anatembea na Mungu ni mtu ambaye anaishi utakaso. Bwana Yesu apewe sifa. Utakaso ni prayer ambayo inaonesha kama wewe uko pamoja na Mungu, wewe unaishi na Mungu. Unajua ya kwamba kitu ambacho kinachofanya Mungu atoke karibu ya mtu ni kuwa na dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ahimidiwe. Njia moja ya kumrudilia Mungu ni kuwa katika utakaso pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama wachungaji wanaweza kukutenga, wanakutaka kukutenga, zamani Mungu alishakutenga. Kwa sababu kitu ambacho kinachofanya mtu akuwe mbali na Mungu ni dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo, ukisoma Mathayo 27 mpaka 46, sura yake ya 27 verse yake ya 46, utaona ya kwamba Yesu msalabani alikuwa akichukua dhambi. Akakuja kusema Bwana Eloi, akasema Mungu wangu, kwa nini unaniacha? Hiyo inamaanisha kwamba ni kwa sababu Yesu alikuwa akichukua dhambi za ulimwengu, Mungu akakuwa mbali na yeye. Kitu ambacho kinachofanya Mungu akuwe mbali na wanadamu au akuwe mbali na wewe au usikuwe katika uwepo wake ni kama unabeba dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ahimidiwe.
Kitu cha pili ambacho kinachoonyesha kama uko pamoja na Kristo au uko katika uwepo wa Mungu ni kuwa na wivu ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Yeremia sura yake ya 48 verse yake ya 10 inasema hivi: alainiwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa mzaha au kwa ulegevu. Bwana Yesu asifiwe. Hii andiko haimaanishi kwamba mtu huyu hafanyi kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mtu anafanya kazi, lakini sehemu ambayo anayofanya kazi huwa anafanya kazi ya Mungu na ulegevu. Anafanya kazi ya Mungu pasipokuwa na juhudi kubwa. Anafanya kazi ya Bwana, lakini nguvu zake za kufanya kazi huwa hazifanyi kama kazi ya Mungu ipasavyo kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza fanya kazi ila ufanye ipasavyo. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba ukifanya kazi ya Mungu na ulegevu, lazima au inabidi ulaaniwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine tunafanya kazi ya Mungu kwa ulegevu na kulaumiana saa zote. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kufanya kazi ya Mungu na wivu. Kufanya kazi ya Mungu na wivu ni kuonesha ya kwamba sehemu ambapo kazi ya Mungu huwa haiendelei, lazima usikie wivu unaanguka ndani yako. Pale ambapo unapoona kazi ya Mungu haiendelei, lazima wivu iendelee juu yako. Utakumbuka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 17 na verse yake ya 26 na unaruka 46 mpaka 47, utakutanisha ya kwamba Daudi kitu ambacho kilichomuua Goliati au kitu ambacho kilicholeta wivu au sababu ya Goliati kufa ni kwa sababu Goliati alikuwa akitukana jina la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama unatukana jina la Mungu, ilimfanya Daudi kusikia kwamba anakasirika, akasikia wivu ya Mungu, akasema leo huyu Mfilisti lazima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unaona pahali ambapo kazi ya Mungu inazorauliwa, unaona mahali ambapo kazi ya Mungu haiendelee, unashangilia. Wakristo wengi wanaona kazi ya Mungu haiendelee au wanashangilia. Inakwambia kwamba wewe sio Mkristo, wewe sio katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima kuona mahali ambapo kazi ya Mungu huwa inaendelea haiendelei, lazima usikie kazi ya wivu wa kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura 2:15 na unasoma kitabu cha Mathayo 21 verse yake ya 12 hadi 13, utakutanisha kwamba Yesu alipotemewa mate hakufanya kitu. Yesu walipomtukana hakufanya kitu. Lakini walipogeuza hekalu la Mungu kuwa nafasi ya kufanyia biashara, Yesu aliwapiga fimbo, kwa sababu walijua kama hii ni nafasi ya Mungu au nafasi ya kuabudia Mungu. Nafasi ya kuabudia Mungu haiwezi kuwa nafasi ambapo ya kutia biashara. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ahimidiwe. Ndio maana nakwambia ndugu, lazima uwe na wivu ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ahimidiwe. Kuna watu wengine ambao walisikia kazi ya Mungu, wakati walipoona kazi ya Mungu haisongi mbele, kama Fineasi alivyokutanisha watu Mwisraeli akifanya uzinzi katika hema la Bwana, akasikia wivu inamuingia. Biblia inasema ya kwamba alimpiga mkuki na kawaua wote wawili. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na wivu wa kazi ya Bwana ili tupate kutumika kazi ya Mungu ipasavyo, ili tupate kuwa na uwepo wa Mungu ipasavyo. Mungu, wewe ukikuwa pamoja na uwepo wa Mungu, ukiwa katika uwepo wa Mungu, ukiwa pamoja na Mungu, lazima wivu ikuingie ndani.
Bwana Yesu apewe sifa. Paulo akasema kwa watu wa Makedonia, akasema ya kwamba mtumikie Bwana zaidi ya uwezo wao. Walimtumikia Bwana zaidi ya uwezo wao. Hapa Paulo alikuwa akionyesha kwamba walikuwa nafanya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tuwe na wivu juu ya kazi ya Mungu. Wivu ni kitu ambacho inatusaidia au inatufanya kujua ya kwamba tuko katika uwepo wa Mungu. Kwa sababu ukikuwa kwenye uwepo wa Mungu, lazima wivu ya kazi ya Mungu ukuwe nayo. Sehemu ambapo unapoona kazi ya Mungu haiendelei, sehemu ambapo unapoona kazi ya Mungu inakwama, lazima wivu. Tatizo moja, Wakristo wanaona kazi ya Mungu inaharibika, lakini hawasikii wivu. Hiyo yote inaonesha ya kwamba hatuko katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu ambacho kinachoonyesha kama tuko katika uwepo wa Mungu ni maobstakle au ni vikwazo vikubwa ambavyo Mungu mwenyewe anaweka kwa ajili yetu. Na hivyo vikwazo huwa vinatupandisha uwezo au vinatuletea kujua ya kwamba Mungu ambaye yuko nasi iko pamoja nasi, na inatuonyesha ya kwamba tuko katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ahimidiwe. Hapa ambapo tumesoma katika kitabu cha Kutoka sura 14 mstari wake wa 13, utaelewa kwamba Mungu anatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Anawaambia mtaenda katika nchi ya ahadi, lakini Mungu anawapitisha katika nchi ambayo au katika nchi ambayo mna miba. Utajua ya kwamba waliteseka sana katika jangwa. Hiyo yote ilikuwa ni mafundisho ambayo Mungu ametia ili wapate kumjua. Unajua, wakati Musa anafika kwenye bahari ya Shamu, Mungu anamwambia utaenda. Tujiulize, kwa nini Mungu akutoa bahari ya Shamu? Bwana Yesu apewe sifa. Bahari ya Shamu mbele ya Musa ilikuwa inaonyesha kizuizi, na ilikuwa ni sababu ya moja kusema ya kwamba au ilitafuta kumjulisha Musa, ya kumpatia tumaini kwamba kujua kama Mungu ambaye anatembea na Musa. Ile bahari ya Shamu ilikuwa obstacle mbele ya Musa, na baada ya Musa alitembea, hata kama Musa angekutanishana na jaribu fulani, angesema Mungu ambaye ametupitisha kwenye bahari ya Shamu ataweza. Wakati mwingine Mungu anatuletea mahangaiko, anatuletea kulaumiwa, anatuletea shida kubwa. Hizo zote shida huwa zinaonyesha kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tupitie majaribu, lazima tupitie maobstakli. Yale maobstakli ambayo Mungu anatupeleka, yale maobstakli ambayo Mungu anatia katikati yetu, ni kwa sababu tujue kama Mungu iko nasi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye amekutoa katika hali za ugonjwa, Mungu ambaye amekutoa katika hali isiyowezekana, lazima hiyo inaonesha kwamba uko pamoja na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni muda wako wa kujiuliza sasa, je, niko katika uwepo wa Mungu? Je, ninasikilia kazi ya Mungu wivu? Je, mimi mwenye niko hapa, je, ninaishi maisha matakatifu? Je, mimi mwenye niko hapa, je, kuna hali ambayo huwa inaendelea vikwazo mbele yangu na Mungu anakuja kunisaidia? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna matatizo ambayo utakutana nayo, si kukuua, lakini ni kukupandisha viwango, ni kujua uwepo wa Mungu. Kuna wakati mwingine utakataliwa, kuna wakati mwingine utafungwa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine utafungwa pasipokuwa na tatizo lolote. Bwana Yesu apewe sifa. Acha nikwambie tu ya kwamba lazima kuishi maisha ya matatizo. Bwana Yesu apewe sifa. Nimalizie na kitu cha 4 ambacho kinachokuonesha ya kwamba uko katika nimalizie na kitu ambacho kitatuonesha kwamba uko katika maisha au uko katika uwepo wa Mungu. Kitu ambacho kitakuonesha kama uko katika uwepo wa Mungu. Jambo la 4 ni kuishi maisha ya miujiza. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha ya miujiza. Lazima uishi maisha ya miujiza. Miujiza ni kitu ambacho inatuonesha ya kwamba wewe unaishi katika uwepo wa Mungu. Kula kwako, kuishi kwako ni miujiza. Lazima ujue kwamba hapa ambapo ulikuwa kuendelea, lazima uishi miujiza. Kuishi miujiza au muujiza ni kitu ambacho kinatokea bila wewe kutambua, bila wewe kutarajia. Miujiza inakuja ghafla bila wewe kujua ya kwamba hapa mimi sijui ningelifanya nini. Lakini mtu ambaye yuko katika utakaso, katika uwepo, maisha yake ni miujiza. Anakula kwa miujiza, anaishi kwa miujiza, kila afanyacho ni miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Miujiza ni kitu ambacho lazima itokee katika maisha yako. Ukiwa Mkristo, ukiwa mcha Mungu, lazima miujiza itokee katika maisha yako. Neno likubariki kwa magharibi ya leo. Amen.